Naam, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, tunawasalimuni popote mlipo na matumaini yetu mko salama salimini. Tunawakaribisheni kusikiliza awamu ya kwanza ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanazidi kujiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo tarehe 7 Machi mwaka 2026. Taarifa ya leo tutakwenda kuanzia huko mkoani Kivu Kaskazini ambako hali ya usalama inaendelea kubadilika katika wilaya ya Masisi. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya ndani vya habari, vinaeleza kuwa wapiganaji wazalendo wamefanikiwa kuchukua tena udhibiti wa vijiji vya Buabo na Ndete baada ya wahasi wa M23 AFC kujiondoa katika maeneo hayo. Kwa mujibu wa taarifa hizo, kurejeshwa kwa udhibiti wa vijiji hivyo vinafuatia mapigano kati ya makundi ya wazalendo na wapiganaji wahasi wa M23, hali iliyowalazimu wahasi hao kuondoka katika vijiji hivyo viwili vilivyo katika eneo la kimkakati ndani ya wilaya ya Masisi. Vyanzo vilivyopo katika eneo hilo pia vinaeleza kuwa silaha kadhaa pamoja na vifaa vya kijeshi vya adui vilikamatwa na wapiganaji wazalendo baada ya mapigano hayo, jambo linaloonyesha kuwa wahasi waliondoka kwa haraka kutoka katika maeneo hayo. Kurejeshwa kwa vijiji vya Buabo na Ndete kunachukuliwa na baadhi ya wakazi kama nafuu baada ya siku kadhaa za hofu na mvutano wa kiusalama uliokuwa umetawala katika eneo hilo. Hata hivyo, hali ya usalama bado inaonekana kuwa dhaifu katika sehemu nyingi za eneo la Masisi, ambapo bado kuna taarifa za harakati za makundi yenye silaha na mapigano ya hapa na pale. Hadi sasa mamlaka za kijeshi za serikali ya Kongo hazijatoa taarifa rasmi ya kina kuhusu idadi ya waliouawa, kujeruhiwa au mazingira kamili ya kurejeshwa kwa vijiji hivyo. Maendeleo haya yanaonyesha tena hali ya kutotabirika ya usalama mashariki mwa DRC, ambako mapigano kati ya makundi mbalimbali yenye silaha na vikosi vya ndani yanaendelea kuathiri usalama na maisha ya raia katika maeneo mengi ya eneo hilo. Na huko mkoani Kivu Kusini katika wilaya ya Uvira, watu 4 wameripotiwa kuuawa na raia wengine kadhaa kutekwa katika maeneo ya Ndolera. Mashirika ya kiraia yapaza sauti ya tahadhari. Hali ya usalama inaendelea kuzua wasiwasi mkubwa katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na chanzo cha ndani, kinadai ya kwamba takriban watu 4 wameuawa huku zaidi ya watu 10 wakiwemo vijana na watu wazima wakitekwa nyara katika kijiji cha Ndolera kilichoko katika nyanda za juu za wilaya ya Uvira. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa wanaoshukiwa kutekeleza vitendo hivyo ni wapiganaji wa wahasi wa M23 AFC RDF ambao wameripotiwa kuwepo katika baadhi ya maeneo ya ukanda huo. Inaelezwa kuwa waathirika walilengwa wakati wa operesheni zilizofanywa katika kijiji hicho, hali iliyozidisha hofu na mazingira ya kutokuwepo kwa usalama miongoni mwa wakazi. Aidha, ushuhuda uliokusanywa kutoka eneo la tukio unaonyesha kuwa viongozi kadhaa wa jamii pia wamekamatwa katika kipindi cha wiki 2 zilizopita kabla ya kupelekwa katika maeneo yasiyojulikana katika bonde la Ruzizi. Hata hivyo, hadi sasa haijafahamika wazi sababu wala mazingira ya kukamatwa kwao. Vyanzo hivyo pia vinataja kuwepo kwa matukio ya uporaji wa mara kwa mara dhidi ya baadhi ya biashara na mashirika ya kiuchumi ya vijijini, jambo linalozidisha hali ngumu ya kibinadamu na kiuchumi ambayo bado tayari inawakabili wakazi wa eneo hilo. Kutokana na hali hiyo, mashirika ya kiraia katika eneo la Uvira yametoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua hatua za haraka ili kukomesha vitendo hivyo vya ukatili na kurejesha mamlaka ya dola katika maeneo yaliyoathirika. Katika tamko lake, Metre Mapenzi Manyebwa, rais wa muungano wa mashirika ya kiraia wa Uvira, pia amezitaka asasi za kitaifa na kimataifa za kutetea haki za binadamu kuongeza juhudi katika kufuatilia hali hiyo na kusaidia kulinda maisha ya raia wanaoishi katika maeneo hayo. Aidha, amesisitiza umuhimu wa serikali ya Kongo kuchukua hatua za haraka za kiusalama na za kimkakati ili kuhakikisha usalama wa wakazi na kuruhusu wananchi wa Uvira kuishi amani bila hofu.
Tukisalia tu huko mkoani Kivu Kusini, wahasi wa M23 AFC wameripotiwa kuchukua udhibiti wa vijiji vya Marundi na Katala katika mapigano makali yaliyoripotiwa huko karibu na Burenye wilayani Mwenga, ambako hali ya usalama inaendelea kuwa tete. Vyanzo mbalimbali vya habari vinaeleza kuwa wahasi wa M23 AFC RDF wamechukua udhibiti wa vijiji vya Marundi na Katala vilivyoko karibu na Burenye. Maendeleo haya ya wahasi yanatokea wakati mapigano yaliendelea kuripotiwa hiyo jana Ijumaa tarehe 6 Machi, hasa katika eneo la Burenye ambako jeshi la Kongo FARDC likisaidiwa na wapiganaji wa Zalendo linaendelea kujaribu kuzuia kusonga mbele kwa waasi hao. Kwa mujibu wa vyanzo vilivyopo karibu na mstari wa mbele wa mapigano, vinadai ya kwamba makabiliano bado ni makali katika sehemu hii ya eneo la Mwenga ambalo linachukuliwa kuwa njia muhimu kuelekea katika nyanda za juu za Kivu Kusini. Vyanzo hivyo pia vinaeleza kuwa wapiganaji wa M23 AFC RDF wanaonekana kulenga kuendeleza harakati zao kuelekea Minembwe, eneo la kimkakati lililoko katika nyanda za juu ambalo udhibiti wake unaweza kuwa na athari kubwa katika usawa wa usalama wa eneo hilo. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi ya kina iliyotolewa na mamlaka ya kijeshi ya Kongo kuhusu hali halisi ya mapigano au idadi ya waliopoteza maisha na kujeruhiwa katika eneo hilo. Kuchukuliwa kwa vijiji hivyo na wahasi kunaonesha kwa mara nyingine hali isiyotabirika ya usalama mashariki mwa DRC, ambako mapigano kati ya jeshi la serikali, washirika wake wa ndani na makundi ya wahasi yanaendelea kusababisha wakazi wengi kuyahama makazi yao na kuongeza hofu miongoni mwa wananchi. Na huko vita hivi vya M23 RDF vikiendelea kuzorotesha amani mashariki mwa DRC, baadhi ya uchunguzi unaoendelea kufanywa na baadhi ya wataalamu kuhusu uhalisia ama originality wa baadhi ya viongozi wa wahasi hao, nchi ya Canada imekuja kuweka wazi ya kwamba mmoja kati ya viongozi wa wahasi hao na gavana makamu wa mkoa wa Kivu Kaskazini chini ya utawala wa wahasi hao huko Goma, Bwana Manzi Willy Ngarambe, kuwa ni Mnyarwanda na wala sio Mkongomani kama anavyojidai. Kufuatia nyaraka za mahakama zilizo wazi kwa umma kutoka Canada, zinatoa mwanga kuhusu utambulisho na historia ya Manzi Willy Ngarambe. Kwa mujibu wa uamuzi uliotolewa mwaka wa 2005 ama 2005 na Cour d'appel fédérale du Canada, kesi namba AD 41/04, kuna maelezo kadhaa kuhusu utambulisho wa mtu huyu ambaye pia ametajwa katika nyaraka hizo kwa jina la Williams Manzi. Uamuzi huo unaonyesha kwamba alizaliwa Rwanda mwaka wa 1982 ama 1982, na majaji waliona kwamba alikuwa na uraia wa Rwanda kwa nasaba ama jus sanguin kwa sababu baba yake ni Mnyarwanda. Mahali alipozaliwa ni Rwanda pia ilizingatiwa katika tathmini ya mahakama kuhusu hadhi yake ya uraia. Kwa mujibu wa taarifa zilizomo katika jalada hilo la mahakama, hakuna kipengele kinachotaja uhusiano wa kisheria au wa kihistoria kati ya Manzi Willy na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nyaraka zilizochunguzwa na mahakama zilijikita zaidi katika asili ya familia yake na suala la uraia wake. Katika kesi hiyo mbele ya mahakama ya rufaa ya Canada, mhusika Manzi Willy aliwasilisha ombi la hifadhi kwa mamlaka za Canada. Kesi hiyo ilisikilizwa na jopo la majaji ama panel de juge aliyokuwepo pia Judge Louis Decary, Gilles Le Tourneau na Marc Nadon. Wakati wa mchakato huo, Bwana Manzi Willy alieleza uwezekano wa kuwa na asili mbili za uraia wa Rwanda kupitia baba yake na uraia wa Uganda kupitia mama yake. Katika uchambuzi wake, mahakama iliona kwamba angeweza kupata ulinzi wa Uganda, jambo ambalo lilikuwa hoja muhimu katika tathmini ya ombi lake la hifadhi. Wakati huo alikuwa akidai kuwa ana hofu ya kuteswa ama kuuawa na mamlaka ya Paul Kagame iwapo angerudishwa nchini Rwanda. Miaka kadhaa baadaye, mtu huyo sasa anahusishwa na nafasi ya makamu wa gavana katika eneo linalodhibitiwa na M23 AFC RDF
katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mabadiliko haya yamezua maswali kwa baadhi ya wachambuzi, hasa kwa kuwa taarifa za wasifu wake katika nyaraka za mahakama za Canada hazionyeshi wazi uwepo wa uhusiano wa awali na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Swala hili halihusu historia ya mtu mmoja pekee, pia linachochea mjadala mpana kuhusu asili ya miundo ya utawala inayowekwa katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa M23 AFC, pamoja na swali la nani hasa anayewakilisha maslahi ya wakazi wa maeneo hayo. Kwa baadhi ya wachambuzi, taarifa hizi zinatokana na nyaraka za umma zinahimiza uchunguzi wa kina zaidi kuhusu masuala ya kisiasa na kisheria yanayohusiana na mzozo wa mashariki mwa DRC, hasa kuhusu masuala ya uhuru wa nchi, uraia na uhalali wa viongozi wanaoshika nyadhifa za kiutawala katika maeneo hayo. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kukomesha awamu ya kwanza ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku. Na kwa kuzidi kuhabarika zaidi, baki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uende kufaidi habari moto moto toka Kibenge TV. Chao.